Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waajiriwa, watumishi sehemu fulani wanatumikia jambo fulani. Wafanyakazi, nisikilizeni kwa makini kabisa. Nimekuja hapa, lengo na makusudio ni kuwazindua na kuwaletea hii elimu, ili japo kama mtu ana tabia hiyo aache. Si tunaelewana? Yaani salama kabisa haya mazungumzo yangu. Nadhani kuna wafanyakazi wameajiriwa serikalini, kuna wafanyakazi wapo katika taasisi mbalimbali, wengine wamejiajiri wenyewe sehemu yoyote, lakini mara nyingine mko wawili watatu na kuendelea katika hiyo sehemu ambayo mnapata riziki. Sasa mimi kubwa zaidi ambalo limenileta hapa, kuna jambo ambalo linatokea na linaendelea, na baadhi ya watu wakinitafuta, asilimia nyingi nimechunguza kwamba yule mtu anayesema kwamba anapandisha mashaitani, mara nyingine anaweza akaeleza akasema, mimi nilikuwa sipati hali ya mashaitani ustadhi, nilikuwa mzima kabisa, lakini siku tu nilipotaka kupandishwa cheo au nilipopandishwa cheo, hali hizo ndo zilipoanza hapo. Hiyo siku ndo nilipoanza kuumwa mimi, nilipoanza kusikia mawenge, siku hiyo nilidondoka chooni, siku hiyo nilipata ajali, siku hiyo Ukichunguza huyu mgonjwa wakati anajielezea hivyo, unaona kabisa ndiyo, kwa idhini ya Allah azza wa jalla, jambo halipiti, halitokei, lakini sababu inawezekana, kwa sababu naongea na wewe sasa ambaye labda ndio una tabia hiyo. Mwenzako kapandishwa cheo, wewe ikakupitikia roho ya chuki, roho mbaya, bila huruma, kwa sababu unayajua majina yake yote, bila huruma, kwa sababu mara nyingine mnaweza mkala wote, mara nyingine unaweza ukaagizisha chakula wewe, bila huruma, kwa sababu unajua majina yake, ukampelekea huyo mganga ili amfanyie ubaya mwenzako, ili mwenzako afanyie ubaya bila huruma, kwa sababu unanunua chakula, mara nyingine unaagizisha wewe, ndo unaweza ukaweka chakula kile ukatia vitu vyako, kwa sababu mara nyingine sijui nguo na vitu gani, waweza kufanya process zote. Unaweza ukachukua mchanga alipokanyaga, unaweza ukapata athari ya nywele zake, ukajifanya umemshikashika, umecheka naye, kumbe umechomoa nywele ukapeleka huko, kisa tu eti amepandishwa cheo au anataka kupandishwa cheo. Haya mambo yapo, na wafanyakazi wengi, watumishi wengi, waajiriwa wanaingia katika huu mtego wa ushirikina, wanaenda kuwaumiza wenzao. Mtu anaanza kudondoka, anaanza kuzimia ofisini, anaanza kupunguzwa maksi, anaanza kushushwa kwa sababu hali yake hawezi kuendelea na kazi. Atasaini vipi? Ataandika vipi? Ataendesha vipi mambo ya ofisini wakati mtu anaumwa? Kama una tabia hii, nakwambia tu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama una tabia hii, inawezekana umefaulu ukamdhuru mwenzako, akadhurika, akaumia, maisha yake, ana watoto, ujue ana watoto, ana familia inamtegemea, anasomesha na mambo kibao, kupitia kile anachokifanya pale apate mshahara, na mara nyingine hata usitoshe. Hali za kawaida tu, kama ni usafiri unao, yeye mwenyewe anao usafiri, hali za kawaida tu. Lakini umeingia tamaa na chuki na roho ya kishetani, unaenda kuchukua vile vitu, unampelekea yule mganga. Yule mganga anayefanya, yule mtu anaanza kushuka, yule mtu anaanza, kama alisafiri labda, hata si mtumishi tu wa hapa, labda kaenda nje, kaenda kufanya kazi, lakini anasema, ustadhi, mimi usiku sipate usingizi, silali, sije kupata usingizi mimi, na nikiota ndoto mbio, ndoto za ajabu, nakula, mara sijui nafanya vipi, mara sijui mambo ya ajabu anapata. Sababu ni wewe umemfanyia mwenzako. Sasa huyu mwenzako, nakupa hii ili ushtuke, uwe makini, lisije likakupata jambo na wewe hilo ulomfanyia mwenzako ni dogo, na hiyo umefanya ni uchawi. Ile inapokuja adhabu
ambayo sasa Mwenyezi Mungu anataka kuhukumu kwa nini umemfanyia mja wangu hivi hapa hapa duniani. Anataka kukupa sasa ladha, uonje na wewe japo kidogo, usikie raha kama unavyomfanya mwenzako anapata tabu, mara nyingine kashaacha na kazi yenyewe. Ngoja nikwambie, yule mtu akianza kufanya ruqya, mfano akishaanza kufanya tiba, hiyo tiba ya ruqya kisheria tunaizungumza sisi, ataanza kumuomba ni Mwenyezi Mungu, ujue aliyekuumba wewe. Hata huyo mganga mchawi kaumbwa na Mwenyezi Mungu, kaamua tu kuwa mchawi, lakini ashaambiwa haki ni hii, hii ni batili. Mwanga hapa, giza ili hapa, yeye kaamua kuchagua giza. Ikishaanza kufanyika tiba, unajua kinachofanyika ni nini? Yule anatafuta shifa, apone kwa kile alichofanyiwa. Aliyemfanyia ni nani sasa? Wakati Mwenyezi Mungu anatizama, hawezi kukuacha salama wewe uliomfanyia mwenzako mabaya. Huwezi kuachwa salama, utakuja kujuta fi dunia wal akhirah. Malipo yanaweza yakaanza hapa hapa duniani, mimi nakwambia. Kwa hiyo usiwe na tabia hiyo. Na wewe ambaye umeshafanywa haya mambo, tena usichukue mguu wako ukaenda kwa wale waganga washirikina ambao yule mwenzako alokufanyia hayo mabaya alienda kwa watu kama hao. Hajienda kwa watu wema. Ni yule tu, sema tukabadilika katika utendaji wa kazi. Mwanzo alimdhuru mtu fulani, lakini sasa hizi anajifanya anataka kutegua. Ni wale shirki, wale. Sasa na wewe jisaidie, haribu hivyo ulivyofanyiwa, utafute shifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Mwenyezi Mungu anaharibu hiyo sihiri, inna Allaha sayubtilu. Ataharibu kwa idhini yake, wallahi itatoka hiyo sihiri. Kama ni umefungwa, umefanywa nini, fanya tiba za kisheria, achana na hizo shirki tena, usiende. Sasa hii nilipenda iwafikie.